Guys, I hope mko fit. Now today leo nataka niwarudishe March. Yes, ilikuwa March this year. History ya leo it happened in March. Ni mshana tu mdogo. Mshana alikuwa form 2. Mshana wetu mamake ni single mother. Sasa mshana wetu akiwa class 8 hapo mamake alikufa. Mamake kukufa ikabidi shosho yake amchukue amchunge. Unluckily mshana wetu akiwa form 2 hivi akapata mimba. Pata ball, mwanaume nani akapiga kwa misitu. Mshana yake kwa single mother. A young mother at form 2. Nafika kwa ngori, shosha kwa na job. Shosha alikuwa msick, ikabidi mshana wetu amedrop shule out of school. Mshana akaja shule, maisha ikakuwa ngumu. History it happened in Kericho, but sitaki kusema ni wapi, but it happened in Kericho. Mshana wetu kuacha shule, life ikakuwa ngumu hapa nje. Shoshi ni mgonjwa, nini mtoi. Familia ya mshana ilikuwa na mashida tu. Shosh personally juu ya ugonjwa yake hangeweza kuaccommodate mshana na mtoto wake. Na one day mshana wetu akiwa pale town anazunguka akaangalia huko juu mahali akaona advert imeandikwa jobs in Qatar, jobs in Saudi Arabia, kazi majuu. Mshana wetu akasema, ai, kazi majuu, mbona nisijaribu? In fact, this is an opportunity ya mimi kuokoa familia yangu. Shosh ni msick, niko na mtoi, niliacha shule alishinda kulipa school fees. So mshana wetu akasema itabidi na mimi niende majuu nione kama nitapata kitu nisaidie familia yetu. Bas mshana akafika kwa hiyo ofisi, akapata wenye ofisi, akaongea na wao. Kama mimi naitwa fulani natoka hapa niko na mashida, nimeona hapo umeka advert ya eti mnachukua watu majuu, mimi nataka kwenda majuu. Wakamwambia nao, msichana, you have come to the right place. Kama unataka kwenda majuu, sisi tutakupeleka majuu. Hata usijali, all expenses, fare, visa, passport, nini hiyo tutashughulikia. Wakampea date fulani wewe ukuje interview. Siku ikafika, mshana nani akapiga luku tatu safi. Remember, hiyo day alienda kwa office pale town, walimwambia siku atakuja interview na pahali atakuja interview. Siku ikafika, mshana akapiga luku yake safi. Akafika hiyo keje na alikuwa ameambiwa kuna. Now, before tuendelee, acha narudisha nyuma kidogo. Remember, wakati during the year 2022 after Gachagua na Ruto waliingia kwa serikali, the deputy president alikuwa na agenda moja, kumaliza pombe. Na back in Murang'a, a certain woman alikuwa anapika chang'aa, yeye, mshana wake na kijana wake. In Murang'a, and remember Murang'a ni Mlima. Na Mlima ni kwa kina Gachagua. And remember, one of Gachagua's main agendas ilikuwa ni kumaliza pombe. Huyu mzee alikuwa amefungua biashara ya pombe. Na remember, pahali ulevi iko, usharati iko. Na huyu mama akaona, despite kuuza pombe, I can supplement my salary. Akaamua kufanya nini? Nyumba ya kijana wake akaamua kuifanya lodging. Mkishamaliza kunywa pombe, mambo yenu hapo, mnampiga tufo yake. Now, after Gachagua kachacha, mama ikabidi amefunga chama yake juu Gachagua alimchachishia. Remember, Gachagua alikuwa anafanya kazi closely na the area chiefs kuangamiza pombe. Huyu mama akaona bado biashara yake haiwezi kuwa. Biashara yake ikafungwa, akaipia Nairobi. Nairobi wapi? Thika. Na mama kufika Thika akaona because hapa kuseti pombe ingekuwa ngumu, na plus watu wa Nairobi watu wakunywangi chang'aa. Nairobi watu kunywa hizi pombe za majuu, GM, J-Mova, manini, vitu kama hivyo. Mama akaona hapa kitu inaweza nipea do. But before that, akashika kamera mbili, lapi. Mshana wake kwa mambo ya computer ni very expert. Mshana wa huyu mama kwa mambo ya computer, achana na yeye. Mama akasema, remember pale ushago alikuwa anafanya biashara mbili, kuuza chang'aa na lodging. Now, hapo Thika, mama akaenda akarent ya Airbnb, ana record ngwati, ana post online, anapata do. Na turudi kwa story yetu. Mshana ikafika siku ya interview, akapiga luku yake safi, akaenda kwa hiyo Airbnb. Mshana akwambia ni Airbnb, yeye aliambiwa kuja interviews place fulani, sisi tutashughulikia kila kitu.
Msichana akafika kwa gate, wacha kumsumbua vile unaitwa nani, unaitwa fulani. Sasa na mimi ndio msichana. Naitwa fulani na nimeambiwa nikuje hapa interview. Na leo ndio hiyo siku ya interview. Okay. Wacha kumwambia go to room fulani. Msichana akaenda. Akafika kwa mlango, akanock. But before knock, akasema kama sauti watu wanamon hapo ndani. Ai, kumon. Nani akasema yeye ako overthink sana. Ndio alisema amekuja interview. That is none of her business. Akanock, akaingia na akapata wote ndio akaka hapo. Na hiyo Airbnb ilikuwa na 3 rooms. One room, huyu madam amefanya nini? Office yake. Office nyingine, waiting bay. Alafu room nyingine ni hapo video zake za ngwati na rekodia hapa. Na mshana kafika, akaitwa ndani. Mama akamwambia nimekukumbuka. Last week ulikuja pale town ukasema unataka kwenda majuu. Sasa sisi ndio hawa. Na sasa mshana wetu, wacha tukwambie ukweli. Hakuna majuu. Hakuna kazi majuu. Sisi ndio majuu. Kumbuka majuu unaenda kufanya umaid. Na umaid hiyo pesa ukitransfer ikuwe into Kenyan money inakuanga ni 35,000 to 39,000. But sasa sisi hapa una record ngwati. Sura yako tunaficha, but in 4 hours unaingisha 150,000 Kenyan shillings. But ukienda majuu pesa ni 35,000 Kenyan shillings. Now the choice is yours. Uamue urecord ngwati for 4 hours uingisha 150k, or because hakuna majuu naenda majuu, hata hakuna pesa. Tumekupea 30 minutes, toka hapo nje ufikirie kwenye majibu, tuone kama either you are in or you are off the day. Naona mambo ikakuwa ngumu. Mshana wetu maisha ilikuwa mgonga vibaya sana. Akasema kati kwenda majuu 35,000 na kufanya kazi Kenya 150k. It was a very hard choice to make, unaona? Anyway, mshana wetu akarudi afadhali akamwambia I am in. Mama akamwambia nilijua tu. Kwani mshana mzuri sana. Nilijua uwezi kataa, na ukiendelea kuwa mzuri hivi tutafanya kazi nawe kwa muda mrefu. Kwanza juu umekubali kufanya kazi na sisi, akampiga 30k yake. Mshana wetu akaangalia 30k na hata sijaanza job. Hii pesa ni tamu. Anyway, mama yetu akamwambia juu ni wewe mgeni hapa, tunataka tukufanyie ka testing kama ka launch, tuone kama if you are fit for this business. Akatafutia ndume hapo kwa room mbio hours paka record sura ameficha nini. Now we mother alikuwa amefanya hii busy ya ngwati for like 6 months, na alikuwa ametengeneza ma customer all over the world, Canada, Qatar, nini. And these customers wako na pay per hour. 1 hour unawezanisha kitu kama 230k pounds, kitu something like that, no. Now mshana wetu with the time hawa viewers wakaanza kumpenda. But mshana stress inampiga. Kumbuka Shosh anajua mshana wetu anaenda kazi majuu. Huyu mshana wetu ako Nairobi. And another thing, wakati mama alifungua kazi ya ngwati, washana wote wenye wanamfanyia kazi aliwarentia 1 apartment pale Kawangware. So hakuna mtu anaenda kwa ushago. So as to hide the fact that hawako majuu. So pale Kawangware mama aliwatafutia nyumba akawarentia hapo. Unatoka nyumba unaenda na record, unarudi kwa nyumba. Food, bills nini ndio mama anashughulikia. Now with time hawa viewers huyu mama wakaanza kupenda mshana wetu. Na as fan family inaunga fans ya huyu mshana sana. Wakambiu mama this character tunataka tufanye some special hours na yeye, alafu tutakulipa. So the deal was this. The deal was this. Mshana afanye for 4 hours, alafu atamuongeza some certain small amount. Mama akakuja kama mshana wetu. Kuna some viewers wanasema you are their favorite character. They want you to act for 4 extra hours, halafu
I will personally pay you. Remember, after recording one session unapewa 150,000. Now for 4 extra hours, those are 3 sessions. 150,000 times 3 sessions, that is 450,000. No. Mshana mtu hapana nyewe pesa ni mzuri. Siwezi acha pesa. 450,000. Kwani nini? Mshana ka record. Ala, 4 hours. 450,000. What are you saying? Viewers wakapenda hiyo video. Likes zikaingia, pesa ikaingia. Now ile kitu ilifanya sura kuja kujulikana ni pale boss alianza kuleta ngoro. The deal was, ukisha record unalipia pesa yangu cash niende. After 3 sessions kuisha, boss alikataa kulipa mshana wetu. Na hapo ndio ngori ilianzia. By the time history inafikia media, boss alikuwa amepitia. Remember, a deal is always a deal. Don't change the deal. Na deal ilikuwa mshana wetu record session apewe 450,000. Now after hiyo session, mama wetu akamtumia 150,000. Mshana kudemand pesa nyingine akaambiwa enda tutakutumia after 1 week. Mshana akaenda na mshana akaambiwa never call, usiwahi kuja hapa paka tukupigie simu. 1 week ikaisha, 2 weeks, 1 month, 2 months. 2 months. Mshana kama kupigia ule boss simu, kupiga simu boss ashiki. Mshana akaona panic, pesa yangu imeenda. Mshana akaamua alikam dia person. Akachukua Madrid wapi Airbnb. Kaenda kwa ofisi ya boss. Boss tena alivuruga hiyo ofisi. Pesa yangu. Boss akamwambia msichana, haunijui hata ujibe mimi ndio nikokoa sababu niko na parara pale ushago. Gori kaingia wakataka kumlipa mchana kwa polisi nini na hapo ndio history ilianza kuleak. Once hiyo kesi ilifika kwa polisi, ndio kesi kama hiyo atazienangi koti. Sasa hiyo mama yeye shirika na vijana wake wanakula miaka 14 ndani. 14 years mother, 14 years vijana, 14 years mshana wetu. Guys, ingekuwa ndio ungefanya nini? Adili zuri za deal. Mshana hakuwa na ubaya. Si alitaka kuipomoka au kwa familia yake au kwa shosh. Alimtoa skuli na yeye na kumalizia shule. Lakini anyway guys, leo acha tufungie siku hapo. Acha nikafungia hapa na next week tutaanzia hapo in the next story. Yeah. Ni watu wangwana sana. Subscribe. Tutaanzia hapo next week. Please like, share, and subscribe.